Kwanza sikuwa na mashaka na hili, ila ningekuwa na mashaka kama lisingetokea, kwa sababu wote walifanya makosa na sheria ni msumeno, inakata nyuma na mbele. Kama wale wengine wote walipewa adhabu, nadhani hata wao pia wanastahili kupewa adhabu, na italeta discipline pia kwenye ligi yetu. Kwa maana kama sasa hivi unamwona mtu kama Baka, sidhani kama anaweza kurudia tena reckless play kama alizoifanya kwenye ile mechi ya Mbeya City, ambapo ilimpelekea kukaa nje mechi 5. Sasa hii kwa Soa ni utovu wa nidhamu ambao ni una muendelezo wa hulka ya watu wanaotokea ukanda ule ambao anatokea yeye, na sidhani kama ni kitu kipya kwa Soa kufanya haya anayofanya. Na nilishasema kabisa, na mwanzo nilisema pia kwamba nitashangaa kama Soa asipopewa adhabu yoyote, lakini amepata adhabu anayostahili, wala sio swala la kujadiliana kwenye hilo. Mechi 5 kama wengine na adhabu ya juu. Kwa masikitiko makubwa anaikosa tena dabi ya Kariakoo, yeye pamoja na kiungo mkabaji Kante. Wao pia wataikosa hiyo mechi, lakini pia kwa upande wa Singida Alidi Aucho naye pia ana adhabu hapo. Kuna baadhi ya mechi atazikosa pia. Mimi niseme kitu kimoja, sikuwahi kuwa shabiki wa Soa nje ya mwendelezo mzuri wa magoli, ufungaji aliokuwa anaofanya. Mimi striker mzuri ni yule ambaye naamini ana discipline. Hizi issues ambazo zinamkuta Soa, angefanya mtu kama kiungo ama beki, unaweza ukasema alikuwa katika mazingira ambayo amegafirika. Lakini kwa mshambuliaji kupewa adhabu kubwa kama hii ni changamoto ya mchezaji mwenyewe binafsi. Lakini pia mimi niseme ni issue ambayo inaweza kuzuilika, na mchezaji anatakiwa ajifunze, aone namna gani ambavyo anaweza akafanya na akalitatua hili jambo la masuala ya nidhamu. Kwa Soa imekuwa na mwendelezo na imezigharimu timu nyingi alizocheza mara kwa mara, amekuwa akizigharimu kwa yale ambayo anayafanya. Kwa hiyo Soa kama Soa ni sivyo bahati kwake atakosa tena dabi kama nilivyosema, lakini mtu kama Aucho nadhani itakuwa ni adhabu yake ya pili toka ameingia kwenye ligi yetu. Sasa kwa namba anayocheza unaweza ukasema okay, tayari joto kwa limepanda akafanya kile alichokifanya, lakini haimpi sababu, haimpi uhalali wa kufanya alichokifanya. Mtu kama Kante pia unaweza kusema namba aliyocheza pale katikati kwenye midfield, mgongano ni mingi, kuna namna anaweza akafanya jambo, lakini kukosekana kwa hawa wachezaji wawili kwenye dabi ya Kariakoo pia bado ninaweza kuendelea kusema kwamba Simba anakwenda kufungwa tena kwenye dabi ya Kariakoo, kwa sababu najaribu kuangalia nani ambaye anaweza kukaa pale katikati. Kuna mtu mmoja ataniambia tutamweka Kamara na Kagoma. Ukimweka Kamara na Kagoma, hiyo kuna kadi nyekundu ambao unakwenda kutengenezwa dhahiri shairi, na marefa wetu sasa hivi kama tunavyojua hawataki kuonekana kwamba hawawezi ama wanakosea makusudi. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa wanaweza kutengeneza mazingira mazuri ambayo wakasimama kwenye haki. Ndio kusimama kwenye haki, mara nyingi ninasema mtu kama Kagoma huwa hastahili mara nyingi sana kumaliza dakika 90, kwa sababu naye pia ana reckless plays nyingi ambazo ukimpata mtu ambaye yuko smart sana ni rahisi sana kumnyima kadi nyekundu Kagoma. Kwa hiyo tutaona kile kitakachotokea, lakini kwangu mimi nilishasema siku nyingi sana, nje tu ya kuto kuwepo hao, Yanga wameonyesha display kubwa sana kwenye masuala mazima ya performance ambayo anaweza akampa wakati mgumu Simba. Kwa hiyo tunategemea kuona mambo mengi na mzunguko utakapokuwa ukienda, lakini pia sitegemei kuona hii dabi ikisogezwa mbele tena. Okay, kwa adhabu hizi ambazo zinatolewa na kamati ya uendeshaji ya ligi, unadhani ni adhabu sahihi kwa wachezaji hawa? Yes, ni adhabu ambazo zinastahili.
ambazo hazina upendeleo, wote wanapewa kutokana na kile ambacho wanakifanya. Kwa hiyo ni adhabu ambayo wamestahili kupewa na ni nzuri, zinapunguza pia indiscipline issues, na mara nyingi wanakuwa katika mazingira ambayo wanawalazimisha wachezaji waweze ku perform vizuri kwa discipline, lakini pia inamtengenezea mchezaji nidhamu ya kulinda afya ya mchezaji mwenzake. Hilo pia ni jambo la kuzingatia sana. Kwa kwangu mimi, nilipoona Baka amepewa ile adhabu, sikutegemea kama haitakuwa na muendelezo, yani kwamba kuna sehemu kutokana na mabadiliko yaliyotokea, na adhabu pia zinastahili, na kila mtu anapata kila anachostahili na haki inatendeka, na nadhani itaboresha pia namna gani ambavyo wanaangalia afya za wachezaji wenzao wakiwa uwanjani pia. Kwa hiyo kwangu mimi naamini adhabu zina tija na zinastahili kuwepo. Lakini hii ukiangalia kwamba nadhani kama tuko pekee, yani kwamba adhabu hii ambayo inatolewa, ukiangalia ligi nyingi hakuna mechi 5 mchezaji, yani nadhani anakosa mechi nyingi, na mpira ni kipaji kwake. Ni kutokana na changamoto ambazo zipo za discipline issues, za mambo. Wachezaji wengi sana katika ligi yetu zilikuwa zimeanza kuzoewa na kuonekana kama ni kitu cha kawaida, lakini sasa hivi kila mtu akiingia hapo anaona kabisa kwamba nikipata tatizo lolote, nikipata changamoto yote, nikifungiwa. Hizi ni mechi 5 ambazo ni nyingi kweli kweli ukiziangalia, na sioni kama itakuwa ni rahisi tena kwa wachezaji kukubali kukosa mechi 5. Iko sawa. Adhabu iko sawa. Iko sawa kabisa, na imekaa sehemu nzuri. Haipaswi kufanya marekebisho kwa kipindi hicho, hata kwanza to stabilize discipline ya wachezaji wote.